Wikendi njema popote ulipo msikilizaji na hata mtazamaji wa Betcity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye taarifa za 10 jioni. Na siku zote wanasema kwamba habari huandikwa na macho, si masikio. Naam, sasa tuiangazie machoni. Jina langu ni Emmanuel Kiwi. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Kwanza ni vipasho. Wavamizi washambulia kituo cha polisi Musanda, maafisa 3 na raia wajeruhiwa, bunduki 2 za torwa. Na mamlaka ya wasiliano ya Kenya yapunguza gharama za simu za mtandao mbalimbali. KRA yatangaza nafasi mamia za mafunzo ya viwandani kwa wanafunzi wa vyuo, posho ya 7,000 kwa mwezi. DJ Spider ajitenga na mrengo wa Oburu, ajiunga na kambi ya Edwin Sifuna. Taarifa kamili. Betcity FM, the voice of the jungle. Naam, wavamizi wenye silaha walishambulia kituo cha polisi cha Musanda katika kaunti ya Kakamega, wilayani Mumias Magharibi usiku wa Ijumaa na kujeruhi maafisa 3 wa polisi pamoja na raia mmoja, huku wakipora bunduki 2 za aina ya G3 zikiwa na risasi. Kamishna msaidizi wa polisi Brian Kipngetich alieleza katika taarifa aliyoiandikisha saa 3 usiku kwamba alipokuwa ndani ya nyumba yake iliyo ndani ya kituo cha doria, watu 6 waliokuwa wameshikilia pikipiki 2 walifika kituoni wakidai kwamba pikipiki yao imeibwa Sigomere. Baada ya kutoa taarifa hiyo, mlio wa kelele ulisikika ndani ya kituo cha polisi ukifuatiwa na risasi. Kipngetich alisema mmoja wa washambuliaji aliliambia, nikinukuu, "Kuna mwingine hapa," kabla ya kupigwa risasi upande wa kushoto wa kichwa na kurudi katika nyumba yake. Na kwingineko ni kwamba mamlaka ya mawasiliano ya Kenya imetangaza viwango vipya vya simu za mtandao mseto ambavyo vitatekelezwa kwa awamu. Kiwango cha malipo ya kumaliza simu yani mobile termination rates kitapungua hadi shilingi senti 37 kwa dakika katika mwaka wa kwanza na senti 30 katika mwaka wa 4 chini ya ratiba mpya. Na kwa huduma ya watoa huduma za Telcom wataweza kuhamasisha faida hizi kwa wateja. Mapito haya yanatarajiwa kusababisha kupungua kwa gharama za simu kwa wananchi wa Kenya. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba KRA imefungua maombi ya mamia ya nafasi za mafunzo ya viwandani yani industrial attachment kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, ambapo watapokea posho ya shilingi 7,000 kwa mwezi. Mpango huo wa miezi 3 utakaofanyika kuanzia Mei hadi Julai mwaka 2026 unawalenga wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaoendelea na masomo yao katika mwaka wa 3, mwaka wa 4 au mwisho, pamoja na wanafunzi wa stashahada yani diploma walioko katika mwaka wao wa mwisho wa masomo. Waombaji watakaofaulu watakwekwa katika idara mbalimbali za huduma za usaidizi ndani ya mamlaka hiyo ya ukusanyaji wa ushuru, ambapo watapata uzoefu wa vitendo katika maeneo yao ya utaalamu. Na tukielekea katika taarifa ya kisiasa ni kwamba mgawanyiko ndani ya ODM sasa unaonekana kuvuka hadi katika sekta ya burudani ya chama hicho, huku makundi mawili yanayokinzana yakifanya marekebisho ya vikosi vyao vya DJ na kuchukua mwelekeo mpya wa muziki. DJ Spider, mwanamuziki wa diski mkongwe wa ODM ambaye kwa karibu muongo mmoja aliburudisha mikutano iliyoongozwa na Raila Odinga, si sehemu tena ya mrengo wa ODM unaohusishwa na Oburu Odinga. Spider amethibitisha kuwa sasa amejiunga na kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na Edwin Sifuna. Alitangaza uungwaji mkono wake usiotereka kwa kundi hilo lililojenga na kufichua kuwa hata kabla ya kujiunga na kikosi kinachoongozwa na Sifuna hakuwa akicheza muziki katika mikutano ya Linda Ground. Hata hivyo, na Maureen Simiyu, naam, kabla hajaondoka studioni,
Nikuulize tu ya kwamba umeona hiyo taarifa ya KRA kutangaza nafasi ya wanafunzi kufanya ile industrial attachment. Yani mafunzo ya viwandani. Naam. Na wanalipwa, wao wanafunzi watalipwa 7,000 kila mwezi. Kabisa. Unaonaje hiyo? Ni wazo nzuri kwa KRA. Lakini sasa jamani, kuna wanafunzi wengi wa hizi departments zingine. Naam. Utangazaji, wanahabari, hawana attachment jamani. Naambiwa hata wanahabari kupata hiyo attachment ngumu sana. Wengi wao nimesikia. Wengine hata wanafika pale ambapo wanalipia kupata. Yani wanalipishwa ndipo sasa wachukuliwe kufanya attachment. Ndio hivyo sasa. Si hata wanaenda kulipwa kila mwezi kama wa KRA. Ni jambo linalosikitisha kwa hakika. Kwa hivyo pale nje kama unaona kwamba kuna nafasi, unaweza wasaidia. Wanafunzi wanahabari wanahitaji sana kabisa. Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutakia kila heri. Endelea kutegea Betsita FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Betsita FM, the voice of the jungle.